Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, asante kwa wakati huu na majira haya. Namshukuru Mungu kwa afya njema na uzima. Hata wewe na mimi uko salama. Napenda kuchukua muda huu kuzungumza na wewe juu ya jambo hili linalohusiana na AI, artificial intelligence. Ni elimu nzuri ya kidunia, ni kitu kizuri, kinawasaidia watu wengi, kinawarahisishia mambo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi nimekigundua kupitia hiyo mtandao au kupitia huo mtandao wa AI. Iko hivi, fuatilia picha zote zinazotengenezwa na AI, zinazoeditiwa na AI, picha zote za matangazo, bango, vitu vyote vinavyotengenezwa kwa mfumo wa picha editing, printing, photo, utagundua na kitu utakigundua kupitia zile picha. Sura zote zilizotumika kwenye zile picha utagundua sura zote ni kama zinafanana. Alafu design ya sura zilizotumika ni kama watu wa Nigeria. Kwa hiyo hata kama wewe ni mchungaji na edit picha yako, ile AI inaondoa uhalisia wa Tanzania, unaweka uhalisia wa Nigeria. Nimejaribu mara kadhaa kuangalia wachungaji wengi nao wafahamu ambao wametengeneza matangazo yao ya photo kupitia AI. Naona kabisa sura inabadilika, inafanana na mtu fulani wa Nigeria. Video za matangazo hivyo, matangazo ya kampuni, matangazo ya biashara, matangazo ya ibada. Wale watu wanaotengeneza, wale watu waliowekwa kwenye ile AI kama matangazo, wote sura zao zinafanana na wa Nigeria. Na unaweza kaangalia kama ni adili, kama ule mtumishi atakafanana na TB Joshua, inaolebo, yaani kama mfumo unataka uwe kama hivyo. Kwa sasa nimegundua kwamba kuna kitu kinapungua kwenye uhalisia katika nguvu ya Mungu kibiblia. Kwa hiyo ni heri sasa kama unatengeneza AI, usijitahidi sana huyo mtu anayekutengenezea asiondoe uhalisia. Basi tukutambue hata kwamba ni wewe, ni sura yako iliyotumika pale. Yaani mwingine alitengeneza AI, yeye ni kijana mdogo, lakini ukiangalia AI inamkuza, anakuwa mkubwa sana mara nyingi sana. Mwingine anatengeneza AI inakuja sura nyingine kama nilivyosema, alafu mwili unakuja nyingine. Sasa inakuwa ni kidogo, inakuwa haileti picha kwenye mambo ya kimungu, kwa sababu inaondoa ule uwepo. Kwa hiyo jitahidi sasa kwenda na uhalisia, na hususan kwa watumishi wa Mungu. Hata nyimbo zinazotengenezwa na AI zote ukiangalia ni kama sauti hii moja. Sasa mimi sauti yangu haitofanana na sauti ya Joel Lwaga, Paul Clement, Bonnie Mwetege, Jonas Enoki na kina Sifeli Mabuka, Mwangila. Sasa kila atakayetengeneza AI, wimbo wa AI, sauti inakuja vile vile, kwamba hizi nyimbo anaimba mtu mmoja, producer ni mmoja, waitikiaji ni wale. Nini kinafanyika? Sasa hilo jambo tuwe nalo makini sana, tusielekeze sana AI, kwa sababu inatuondolea ule uhalisia, inatuondolea uwajibikaji, inatupatia uvivu. Tunashindwa kuwajibika na kumtafuta Mungu. Badala akae andike mashairi mwenyewe, afanye kila kitu, lakini anaitumia AI. Badala atafute pesa, aende studio akarekodi wimbo ambao utasound hata kwa miaka kadhaa, utawasaidia Wakristo wenzie, utasaidia kupindua ulimwengu kwenye ulimwengu wa Injili. Lakini anafanya tu, anatafuta bando, anafanya wimbo kupitia AI. Hiyo inakuwa ni mistake. Wimbo ambao tukikwambia imba, wewe mwenyewe uwezo kaimba, inakuwa haijakaa vizuri. Maproducer wapo wazuri ambao wanaweza kutengeneza nyimbo, na ma-IT wazuri ambao wanaweza kutengeneza matangazo vizuri bila kutumia AI. Matangazo yakatoka vizuri na yenye mvuto, inawezekana kabisa. Kwa hiyo ni hivyo, tujitahidi kutoa vitu ambavyo ni quality, vitu ambavyo vina uhalisia wa mtumishi. Tusiweke vitu vifaa vingi, sababu AI inakalili sana. Kwa hiyo ina tabia ya kukalili, inakalili kwamba huyu mtu anapenda hiki na hiki na hiki na hiki. Mimi nilijaribu kuchukua picha ya mtu mwingine nikaiweka kwenye AI, lakini ile picha ikatoka na namba ya simu ya kwangu, na ikatoka na sura, ikatoka na ile sura kama inataka ifanane na Nigeria, alafu na jina likaja la kwangu, kwa sababu email yangu ndio ilitumia. Kwa hiyo AI ina copy vitu. Kwa hiyo watumishi, tusifanane, matangazo yetu yasifanane na sura za Nigeria, picha zetu zisifanane na sura za Nigeria. Mungu akubariki. Asante kwa kusikiliza.